Naongea hapa katibu mkuu wa chama cha madereva MDAG Afrika. Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunakabidhi kero hizi uweze kuzitatua ipasavyo. Sababu tushapeleka barua sehemu mbalimbali tangu taaluma yetu ya udereva ianze. Lakini barua hizi hazijafanywa chochote. Mpaka sasa hizi tumetuma barua nyingine kwa katibu mkuu wa kazi, ajira na maendeleo ya vijana, lakini bado barua hizo haijafanywa chochote. Hazina majibu, hazina chochote kilichofanywa. Kwa madereva wanaendelea kuumia. Kero ya kwanza, baadhi ya madereva Tanzania hawana mikataba ya ajira, mheshimiwa. Pili, vyombo vya moto wanaovitumia vina uwezo mkubwa kuliko barabara zetu. Madereva hufungiwa leseni zao kwa ajili ya kosa la mistari. Mheshimiwa, makosa haya yanatokana na ufinyu wa barabara zetu tuliko nazo hapa Tanzania. Barabara ni ndogo kuliko vyombo vya moto vilivyoingizwa ndani ya nchi yetu, hapa tunavitumia si madereva. Kwa hiyo tunaomba serikali itengeze barabara mbili kila upande kama ilivyo Kibaha kwenda Dar es Salaam. Mheshimiwa Rais, madereva wanaiomba serikali maafisa wa LATRA wafike katika vituo vya shule ambavyo madereva wanaenda kusoma katika swala la udereva wao, ili kupunguza muda kwanza, pia na gharama ambazo zinamkumba dereva kila miaka mitano. Na tunaiomba serikali LATRA wanapowasomesha basi iwe wameshasoma tayari kupata vyeti vya kudumu, ili kupunguza usumbufu wa kila miaka mitano na kupoteza fedha ambazo zingewasaidia katika kujikimu kimaisha. Pia wanaiomba serikali ajira zote binafsi za madereva zipitie kwenye vyama vya madereva, badala ya kwenda kupatana na matajiri ndani ya milango yao, ambayo dereva hawezi kupata nafasi ya kupatana na tajiri, bali anakuta mkataba, anakuta manyaraka ameshaandikwa tayari na kuambia kwamba wewe umefika hapa, mshahara wetu kiasi kadhaa. Kwa hiyo sio mapatano, anakuta mapatano yako ya tajiri peke yake, dereva hawezi kupata nafasi ya mapatano. Kwa tunaomba ajira hizi zipite kwa madereva, kwa vyama vya madereva, ili vitafakari na kuhakikisha kwamba mishahara inayolipwa na madereva ni halali. Sababu mpaka leo madereva wanalipwa mshahara mdogo sana. Tunaomba serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, madereva walipo kutokana na ajira zao. Kwa mfano, dereva anaenda kilomita 2500 na kurudi 2500, kilomita 5000. Dereva huyo analipwa 300,000 au 500,000. Kwa kweli mshahara huu, Mheshimiwa Rais, hautoshi. Tunaomba madereva walipwe dola 500 kama mshahara, dola 400 kama hela kurudia, litani mileage, na dola 1250 kama mileage ya kuendea nchi za nje, aidha Kongo na nchi nyingine ambazo inahitajia kupeleka huduma. Pia madereva waiomba serikali nchi zote zenye matatizo isitishwe huduma kwa ajili ya usalama wetu sisi madereva, ama serikali ichukulie serious kupeleka kuangalia ulinzi. Kama hakuna ulinzi hizo nchi, basi serikali ichukulie kipaumbele kuweka ulinzi ndani ya nchi hiyo, ama kupitia matajiri wenyewe wafanye mchakato wote wa kuweka ulinzi katika hizo nchi, ili kupunguza matatizo mbalimbali yanayokumba madereva na mali za matajiri. Pia 4, madereva wanataka waongezewe mishahara. Kama nilivyoongea hapa, mishahara walionayo haitoshi kukidhi vigezo au mahitaji yao.
Madereva waiomba serikali kusaidia usalama maeneo ya kazi ambazo hatarishi hizi. Madereva wanapeleka masumu mbalimbali katika nchi za jirani, wanakufa kwenye magari. Kwa hiyo tunaiomba serikali iangalie utaratibu gani wa kutumia ili madereva wetu wanapokwenda nchi za nje wawe na usalama wa kutosha katika mizigo ambayo wanaobeba, ambao wanakufa kama panya waliowekewa sumu. Pia wameongeza ombi lingine, kama itashindikana kwenye ajira kupitia kwenye vyama, basi madereva waiomba serikali kuweka utaratibu wa ajira binafsi isimamiwe na serikali badala kupatana na mwajiri, sababu dereva hata pana nafasi yote ya kupatana na mwajiri. Kwa hiyo tunaiomba serikali iingilie kati ya ajira na isimamiwe na serikali, aidha kupitia chama ama serikali yenyewe isimamie hii ajira badala ya kupatana kwa mishahara ambayo kama tulivyoainisha hapo juu, ili madereva nao waone umuhimu wa kazi yao na kupunguza vitendo vingine ambavyo havistahili katika taaluma ya udereva. Kwa kweli Mheshimiwa Rais, madereva hawana nafasi yaweza kuongea na tajiri. Unakuta HR pale akuandika tu pale, akwambia nafikiri umeletwa na jamaa fulani, mshahara ashakueleza, kwa hiyo ndio mshahara wetu, unaweza ufanye, usipoweza acha. Hali hii na kuangalia dereva ndani ya nyumba, adaiwa kodi ya nyumba. Dereva hana hata 100 ya kununulia maji, amekopa jana maji ya watu anadaiwa. Watoto hawana hata uji wa kunywa. Kwa hiyo madereva wanafanya kazi hizi kutokana na hali mbaya ya uchumi alionao. Kwa hiyo analazimika kwenda. Kwa hiyo tunaomba serikali ya awamu ya 6 ya Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, kwa heshima na taazima tunakabidhi waraka huu au hotuba yetu hii, iende mahala ambapo ama uipeleke mahala ambapo panahitajika na uitatue hii kero. Tunakuomba uingilie kati wewe mwenyewe, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambao tunapiga kura wako, ambaye tunanyanyasika kwa ajira ambazo haziko rasmi kiserikali. Tunaomba uzishughulikie, uingilie kati kwa uwezo wako na majukumu ambayo tumekukabidhi kiongozi wetu yatumike. Asante sana. Sisi wapiga kura wako ambao ni madereva. Mimi ni kiongoza madereva Dr. Mkondo wa chama cha MDAG Afrika. Asante sana, tuko pamoja. Chama hiki kina grupu la WhatsApp kwa ajili ya mawasiliano pamoja na ushirikiano mwema wa nchi jirani za Afrika. Kwa hiyo tumejenga mtandao mzuri sana katika Afrika kwa ajili ya kiulinzi na kiafya. Na tunaiomba serikali ilete msaada mkubwa kama tulivyoongea hapo awali. Kiongozi wetu, tunakuomba uisimamie kimakini zaidi swala hili ili kupunguza maafa ya madereva, kupunguza kero za madereva, stahiki zao, changamoto zao na fursa zao zifuatiwe kisheria kama ilivyo nilivyoongea hapo katika waraka huu ambao nilikuwa nausoma. Asante, tuko pamoja. Tuombe ushirikiano mwema kwa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tukiamini kwamba utapita katika uchaguzi huu. Asante.